Historia ya Jamhuri ya Kenya itakapoandikwa, haswa kisa cha the post independence struggle, jina lake litasalia kileleni cha wale waliojitolea kupigania uhuru wa Kenya baada ya mkoloni kung'atuka nchini Kenya. Historia ikimlinganisha na marehemu J.M. Kariuki, jina lake ni Koigi Wamwere. Leo katika kipindi chetu cha kumbukumbu za The Drums of History, tunakuletea historia ya shujaa huyu Koigi wa Wamwere, ambaye katika serikali ya mzee Kenyatta pamoja na ile ya rais mstaafu mwenda zake hayati Daniel Moi, alikuwa kafanya gerezani kuwa nyumbani kwake, maana alifungwa mara mingi sana. Koigi Wamwere aswa inaaminika katika historia ya Jamhuri ya Kenya hamna mwanasiasa aliyewahi kufungwa mara mingi kumpiku Koigi wa Wamwere. Koigi wa Wamwere alizaliwa tarehe 18 mwezi Disemba mwaka 1942 on December 18th 1942 katika kijiji cha Rugongo, eneo bunge la Nakuru District. Babake Koigi mzee Wamwere akitokea katika kaunti ya Kiambu, ila mwaka 1915 1915 serikali ya ukoloni wa Mwingereza ilitoa wito kwamba mashamba yote yalikuwa yanamilikiwa kwa wakati ule na serikali ya Uingereza, na hapa Wamwere akiwa na umri wa miaka 4 pekee waling'atuliwa nyumbani kwao Kiambu na kuhamia katika maeneo ya bonde la Ufa ama ukipenda the Rift Valley region. Mamake Koigi akihepa ndoa ya dhulma iliyopangwa na babake na kujipata eneo la Nakuru, ila baadaye akalazimishwa tena kuoleka kwa mzee Wamwere katika ndoa iliyopangwa, ambapo aliamua kwa wakati huu kuwa mke wa nyumbani, na pamoja na mzee Wamwere wakajaliwa watoto 8, Koigi Wamwere akiwa ndiye kifungua mimba wake. Koigi akizaliwa katika eneo la Rugongo, alijiunga na shule ya msingi ya Rugongo na baadaye kujiunga na shule ya Mother of Apostles Seminary baada ya shule ya msingi. Kukamilisha shule ya msingi, Koigi alipata kujiunga na shule ya upili ya Nyeri High School, akijinyakulia alama nzuri katika shule ya Nyeri High School kwenye masomo yake, na Koigi akapokea ufadhili wa kwenda kusomea ng'ambo katika chuo kikuu cha Cornell University kilichopo nchini Marekani mwaka 1970. Koigi akiwa nchini Marekani ndipo alianza kuzipenda siasa za wanaharakati, wakati ule wanaharakati maarufu duniani wakiwa ni Martin Luther King pamoja na Malcolm X. Hivyo akifuatia nyayo za wanaharakati hawa, Koigi aliamua kuasi masomo yake Marekani kabla ya kukamilisha masomo ya Hotel Management chuoni Cornell University na kurejea nchini Kenya, wazo lake kuu likiwa ni kuikomboa serikali ya Kenya kutokea katika uongozi wa kidikteta wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta. Baada ya kurejea nchini Kenya, Wamwere alipata kazi kama mwalimu na mkufunzi katika chuo cha Jogoo Commercial College, na pia akifanya kazi kama mwanahabari wa gazeti lililokuwa likiipinga serikali na uongozi wa Kenyatta la Sunday Post. Kwa mara ya kwanza, Koigi aliamua kujitosa ulingoni mwa siasa za Kenya mwaka 1978 1974, akiwania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Nakuru North ambalo hivi sasa linatambulikana kama SUBUKIA, wakati ule akiwania kwa tiketi ya chama tawala cha KANU, ila jaribio lake Wamwere la kwanza wakati ule likigonga mwamba alipopata kushindwa na Kihika Kimani, ambaye alikuwa ni moja kati ya wanasiasa maarufu sana enzi zile, ambaye ni babake gavana wa sasa wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika.
Kimani akimpiku Wamwere kwa kura 800 pekee. Baada ya kushindwa katika kura za mwaka 1974, Wamwere alirejea katika kazi yake ya wanahabari, ambapo alichapisha taarifa zilizomkwaza Rais Kenyatta mwaka 1975, ukipenda 1975, kupelekea kukamatwa kwake na kutupwa gerezani kwa kipindi cha miaka 3 mpaka kifo cha Kenyatta mwaka 1978. Hapa ndipo safari yake Koigi ya kuwa moja kati ya wanasiasa waliofungwa sana enzi zile ilianza. Disemba mwaka 1978, miezi michache tu baada ya kifo chake Kenyatta, Rais Moi baada ya kuchukua ushukani alimwachia Wamwere pamoja na wafungwa wenzake wa kisiasa waliokuwa wameshikwa wakati ule. Wafungwa wale ikiwemo ni Profesa Ngugi wa Thiong'o pamoja na marehemu Martin Shikuku. Moi asijue kuwa alikuwa kawaachilia watu ambao wangemkosesha usingizi kwa kipindi chote alichokuwa mamlakani. Mwaka moja baada ya kuachiliwa kutokea gerezani, Koigi alijitosa katika ulingo wa siasa, wakati huu akiwania kiti kile cha Nakuru North, na kwa sasa akimbwaga mpinzani wake mkubwa Kihika Kimani kwa kishindo kikubwa na kutawazwa mbunge wa Nakuru North. Alipoingia bungeni, Koigi Wamwere alijiunga na wabunge wenza waliokuwa wakipinga uongozi wa kidikteta wa Daniel Moi, kundi hili likitambulikana kama The Seven Bearded Sisters na marehemu mwanasheria mkuu Charles Jonjo. Wabunge hawa walikuwa ni pamoja na Abuya, James Orengo, Chelagat Mutai, Chibule Watsuma, Mwashengu wa Mwachofu, Lawrence Sifuna pamoja na Koigi Wamwere. Miaka 3 tu baada ya Koigi Wamwere kuteuliwa kama mbunge na kuingia bungeni katika jaribio la kuing'atua serikali ya Moi mamlakani mwaka 1982, Koigi Wamwere alikuwa moja kati ya wanasiasa waliotiwa mbaroni katika jaribio lile, ila yeye mpaka leo anakiri kuwa yeye hakuhusika katika jaribio la 1982 na wala hakuwa na taarifa zozote kuhusu jaribio hilo. Akiachiliwa kutoka gerezani mwaka 1984, Wamwere aliwania kiti cha ubunge alipokuwa akiongoza hila kwa wakati huu, aking'atuliwa na Eric Bomet aliyekuwa shemeji yake Rais Daniel Moi. Koigi wakati huu akidai kuwa Moi alifanya hivi ili kumnyima nafasi ya kutetea haki za Wakenya. Baada ya kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 1986 ama 1986, Wamwere alidai kwamba maisha yake yalikuwa hatarini, na baada ya kukataa kumsikiza Rais Moi na kukataa kipande cha shamba alichokuwa kapewa Koigi na Rais Moi, Koigi aliepa nchini na kuingia katika nchi ya Norway, ambapo alikuwa mmoja ya watu waliotafuta kwa kukaa kule Norway. Miaka 4 akiwa mafichoni kule Norway, mwaka 1990 akiwa analitembelea taifa jirani la Uganda, Koigi alitiwa mbaroni na maafisa wa upelelezi kutokea nchini Kenya akiwa jijini Kampala na kurejeshwa nchini Kenya aliposhtakiwa na kosa la jinai la jaribio la kung'atua rais mamlakani, na wakati huu akafungwa katika jela la Kamiti, ambapo aliachiliwa baada ya miaka 3 na kuepea tena kule nchini Norway. Ila miaka 2 baadaye Koigi Wamwere alirejea nchini mwaka 1995, mwaka 1995, wakati huu akikamatwa tena na kushtakiwa na kosa la robbery with violence, ambapo hukumu yake ilikuwa kifo. Kesi hii ikivutia macho ya dunia nzima, ilibidi Moi apunguze makali ya hukumu
hukumu ya Koigi, na Koigi akafungwa gerezani miaka 4 na viboko 6 kila siku. Hila mwaka moja baadaye, mwezi Disemba tarehe 13 mwaka 1996, 1996, Koigi aliachiliwa kutoka katika jela la Kamiti baada ya wanaharakati wengi duniani kupinga hukumu ya Koigi na maandamano tofauti kutawala jiji la Nairobi yakiongozwa na mamake Koigi Wamwere. Mwaka 1997 Koigi Wamwere alijaribu kuwania kiti cha urais nchini Kenya baada ya kuachiliwa kutoka gerezani, ila kwa wakati huu asifaulu. Mwaka moja baadaye, Koigi Wamwere 1998 aliepa nchini kwenda mafichoni, wakati ule tena akihofia maisha yake yalikuwa hatarini. Baada ya kukaa mafichoni kwa miaka kadhaa, alipopata taarifa ya kwamba Moi anastaafu kama rais wa Jamhuri ya Kenya, alirejea nchini Koigi na mwaka 2002 akawania kiti cha eneo bunge la SUBUKIA, huku akimuunga mkono aliyekuwa akiwania kiti cha rais wa Jamhuri ya Kenya mzee Mwai Kibaki, na pale Koigi alijishindia kiti cha mbunge wa eneo bunge la SUBUKIA, huku rais akitawazwa kuwa ni mzee Mwai Kibaki. Na baada ya serikali ya NARC Kenya kuchukua ushukani, Koigi alitunukiwa na kuweza kukabidhiwa wadhifa wa naibu wa waziri wa habari nchini Kenya, ukipenda Assistant Minister of Information, ambapo alihudumu kwa kipindi cha miaka 5 mpaka mwaka 2007 ambapo Koigi alipata kung'atuliwa kama mbunge wa eneo bunge la SUBUKIA baada ya yeye kuweza kuwa na sitofahamu baina yake na rais mzee Mwai Kibaki. Baada ya kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 2007, Koigi Wamwere aliamua kustaafu kutokea katika siasa za Jamhuri ya Kenya. Koigi atasalia kutajwa kama mwanasiasa shujaa aliyejitwika jukumu la kupigania haki za wananchi pamoja na kutia maisha yake hatarini kwa wakati ule. Katika siasa za sasa, hajatokea mwanasiasa mwenye ushujaa na ukakamavu kama wa Koigi Wamwere. Ndo watu huuliza, Koigi Wamwere hadhi ileko? Koigi kwa sasa anaishi maisha ya utulivu mbali na siasa kabisa. Anamiliki kituo cha redio cha Sauti ya Mwananchi kilichopo katika kaunti ya Nakuru. Hapa ndipo tunatilia kikomo kisa chetu cha leo cha shujaa wa siasa za post independence Koigi Wamwere. Ni hapo kwa sasa, pata kusubscribe, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni The FM Show KE. Jina langu ni Felix Mwenda ama FK Mwenda. Tuungane katika story zetu zijazo. Ila nitakukumbusha tu, using'atuke baada ya kusikia story yote nzima. Umesikia historia iliyopangwa inayo mwelekeo, alafu unakosa kusubscribe, alafu unakosa kutusupport, alafu unakosa kutusukuma mbele. Namba yetu ya simu ni 0705449728. Ukijisikia unataka kusupport career ya kwetu na chumba chetu cha habari ndipo tuendelee kukuletea taarifa kama hizi, you can go ahead and support us on the best way you know how. Kwa sasa tuungane katika video zetu zijazo.